Tulijifunza ua wa nini? Wa nje. Sema amina. Mpatie zawadi. Ua wa nje. Tunasema ua wa nje ulikuwa na vitu vingapi? Na uvitaje? Vitatu. Cha kwanza, nani nakumbuka vilikuwa vingapi? Ashapigwa. Viwili. Cha kwanza, madhabahu ya nini? Kingine, birika la maji. Kazi ya birika ilikuwa ni nini? Ilikuwa kwa ajili ya kuitakasa, kujisafisha maisha yake. Na kazi ya madhabahu ya kafara ilikuwa ni nini? Kuteketezea sadaka. Na ilikuwa inateketezwa kwa kutumia wanyama gani? Kondoo, njiwa, mbuzi. Sasa leo tunaenda hatua ya pili. Tumemaliza hatua ya kwanza, huo wa nje. Tunaanza chumba cha kwanza ambacho kinaitwa patakatifu. Kinaitwaje? Ukisoma Kutoka 25 mstari wa 8, Biblia inasema, nao wanifanyie patakatifu ili nikae kati yao. Kwa leo tunakwenda kuona patakatifu palikuwa na nini na vilikuwa vina kazi gani. Cha kwanza ambacho kilikuwa patakatifu, ukitoka huo wa nje unakutana na pazia. Unakutana na nini? Unakutana na pazia. Baada ya kukutana na pazia, ukiingia tu katika ua wa chumba cha kwanza patakatifu, unakutana na kinara cha taa. Kwa hiyo ukilete yapo hajakamilika, lakini hivyo. Kinara cha nini? Cha taa. Hichi kinara cha taa kilikuwa kinatengenezwa kwa kutumia mti wa mshita, lakini kilikuwa kinafunikwa kwa kutumia dhahabu. Kinara cha taa kama hichi, tutakiweka taa na tutakifunika kwa dhahabu, utakiona. Na ilikuwa kina taa. Hesabu zilikuwa ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zilikuwa taa 7 ambazo zilikuwa zinawaka muda wote, zilikuwa zinatoa mwanga katika patakatifu. Na ukumbuke patakatifu alikuwa anaingia kuhani peke yake. Wote walikuwa wanaishia huo wa nje. Lakini Waisraeli wote walikuwa wanaishia huo wa nje. Kuhani alikuwa anaingia patakatifu. Kwa hiyo akifunua lile pazia, akiingia moja kwa moja anaenda kwenye kinara cha taa, anawasha taa zote 7. Taa hizi 7 zilikuwa zinawakilisha makanisa 7 ya kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ya 4, sura ya 2 na ya 3. Lakini pia hii ilikuwa inawakilisha, ilikuwa inawashwa kwa kutumia mafuta ya mizeituni. Mafuta gani? Njoo chukua zawadi, mpe zawadi ukanda hapa. Mafuta gani? Mafuta ya mizeituni yalikuwa yanawasha kinara hicho cha taa, kuweka mwangaza. Na leo hatuna kinara cha taa, lakini Biblia inasema kwenye Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa nini? Wa njia zangu. Kwa hiyo neno la Mungu leo ndio linalotuangazia maisha yetu, sio kinara cha taa tena. Tuko pamoja? Kifaa cha kwanza. Kifaa cha pili ilikuwa ni meza ya mikate ya onyesho. Meza ya mikate ya onyesho. Meza hii ilikuwa inatengenezwa kwa kutumia mti wa mshita. Vile vile, kwa wewe ukinifuatilia vizuri utagundua kwamba vifaa vya hekalu vile vilivyokuwa vinatengenezwa kwa kutumia mbao. Mti gani ulikuwa unatumika? Mti wa mshita. Kwa meza hii ilitengenezwa vizuri kabisa na ilifunikwa kwa dhahabu. Ilifunikwa kwa nini? Ilifunikwa kwa dhahabu. Meza ilifunikwa kwa dhahabu. Safi kabisa. Na meza hii ilikuwa ina mikate 12. Jana niliwaambia jioni sadaka ya unga ile ilikuwa inatumika kutengenezea mikate ya onyesho. Kwa ilikuwa ina mikate 12 ambayo na kikombe kimoja cha divai isiyotiwa chachu, ambayo kuhani alikuwa akila. Tuko pamoja?
alikuwa akifanyaje? Akila. Kwa akifika patakatifu, kwa sababu kulikuwa kuna giza, alikuwa anawasha nini? Kinara cha taa. Akisha kiwasha, moja kwa moja kwenye meza ya mikate ya onyesho, anakula mikate, anakunywa divai. Akimaliza, alikuwa anaenda kifaa cha tatu, hakijatengenezwa yale taonyesha kesho. Ilikuwa inaitwa madhabahu ya kufukizia uvumba. Madhabahu ya kufukizia nini? Uvumba. Ilikuwa inatengenezwa madhabahu. Kumbuka kuhani alikuwa ameshatoa kafara kwenye ua wa nje, ameshajitakasa, amenawa mikono kwenye birika. Sasa anakwenda kwenye patakatifu. Na nilisema huduma gani ndio inafanyika patakatifu siku ya kwanza? Nilisema ilikuwa huduma gani? Kutakaswa. Kwa hiyo kuhani alikuwa anajitakasa, akimaliza anakula, anaenda kufukiza uvumba. Uvumba huu ulikuwa una harufu nzuri, kuleta harufu nzuri katika hema takatifu. Ndio kazi yake. Kumbuka mikafara ikitolewa, unajua damu. Si unajua damu? Hiyo damu ikikaa, sinatoa harufu choma, kuna harufu mbaya ikishaoza. Kwa hiyo kuhani alikuwa anafukiza uvumba kuleta harufu nzuri katika nini? Hema takatifu. Vifaa vingapi? Vitatu. Moja nini? Joto kwa zawadi, kinara cha taa. Wewe unakumbuka? Yaani hapa mbele uone, yani umeshasahau. Moja ilikuwa nini? Kinara cha taa. Kilikuwa kina taa ngapi? Zilikuwa zinawashwa kufanyaje? Wapi? Sio kwenye hema takatifu, wapi? Patakatifu. Kumbuka lile hema lilikuwa lina mapazia. Kwa hiyo huwezi kuona nje ukiwa ndani, kuna mapazia. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Lakini pia kulikuwa na meza ya mikate ya onyesho, ilikuwa na mikate 12 ikiwakilisha makabila 12 ya Israeli yaliyokuwa kipindi hicho, na divai ambayo kuhani alikuwa anakula na kunywa. Na ilikuwa mikate hii pia leo na divai inawakilisha meza ya nini? Ya Bwana. Mkifikia umri mmebatizwa, mtashiriki meza ya Bwana. Lakini hii meza ya Bwana zamani kuhani alikuwa anashiriki mwenyewe. Lakini leo kifo cha Yesu kikamaliza, kikaturuhusu na sisi tufanyeje? Tushiriki. Kwa hiyo ukiwa mkubwa usije ukaliacha kanisa la Sabato. Ufanikiwe kula meza ya nini? Wakati alishawahi kushiriki. Na wewe umewahi kubatizwa? Sasa ulishiriki wapi? Mimi tuanze kukuoji vizuri. Sawa. Hivi ndivyo vilivyokuwa katika nini? Patakatifu. Ukimaliza patakatifu unakutana na pazia. Pazia lilikuwepo, pazia la pili. La kwanza lilikuwa kwenye patakatifu wa nje kuingia patakatifu. La pili lilikuwa kwenye patakatifu kuingia patakatifu kwa patakatifu. Pazia ile tutajifunza kesho na vilivyokuwa huko ndani. Kuhani pekee ndiye aliyekuwa anaingia wapi? Patakatifu. Mungu awabariki. Amina. Mkatambue huduma hizi zilimalizwa na kifo cha nani? Cha Yesu. Kuhani hana msamaha tena wa dhambi kwa wanadamu, ila mwenye uwezo wa kutoa msamaha wa dhambi, anayepaswa kuomba msamaha sio kuhani tena. Uende ukamweleze kuhani dhambi zako, ila dhambi zako unazipeleka kwa Yesu, maana Yesu alimaliza msalabani. Mungu awabariki. Tusimame tuombe. Simama juu. Funga macho. Asante Yesu kwa neema yako na nguvu zako. Watoto wazuri wameisikia sauti yako, wanaenda kwa mapumziko, kawasaidie. Haya tuliowafundisha katika vichwa vyao, yasikie na kutoka kwa jina la Yesu. Amina.